Nataka niwaonyeshe leo baadhi ya akaunti yangu mojawapo. Mimi na akaunti nyingi zaidi ya 85. Lakini nina mikataba zaidi ya 85 akaunti nina mikataba zaidi ya 85, lakini hii ni mikataba miwili iko kwenye akaunti moja. Kwa hiyo nataka sasa niwaeleweshe kwa kina. Kwa haraka haraka tu tutapitia hapa. Hapa hii ni sehemu ambayo fedha huwa inafikia. Hapa kwa mfano kama mtu kaingia, na kumbuka kwamba ukishirikisha mtu mmoja unapata $30. Kwa hiyo hapo unaweza ukaangalia kuna $36. Maana yake kwa maana nyingine hapa ni kama kwa mfano mtu mmoja ameingia nikapata $30, alafu na yule mtu akaingiza mtu nikapata $5, alafu na kizazi kimoja wapo nikapata $1. Yaani inaonyesha kama ndio maana yake, lakini maana yake ni kwamba inawezekana watu wakawa wameingia tofauti tofauti, nikawa nimepata $5 nikaziacha hapa zote. Sasa hapa ni sehemu ambazo pesa huwa tunazi withdraw. Hizi ni amount ni fedha za dola USD. Ukiangalia ni USD, maana yake ni dola. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa kama hawaelewi. Sasa mimi nataka niwafafanulie, alafu tu translate, yani tu convert kwa hela yetu ya Tanzania ni shilingi ngapi. Hapa ndio sehemu ambayo hela huwa zinafika na unazi withdraw. Hizi ni za ku withdraw hizi. Hizi zinazokuwa zinaingia hapa unakuwa tu una withdraw. Lakini we pia ukiactivate ukaweka $100 zinakuja hapa hapa. Alafu baadaye ukichukua mikataba zinapotea, wanazichukua. Kwa hiyo hizi hapa pesa sasa huwa inabaki sehemu hii ya malipo. Sasa hapa tunakuwa tunalipwa kila mtu akiingia. Nikiingiza mtu napata $30 zinakuja hapa nazichukua, au nikitaka naziacha. Au akija mtu mwingine hivyo akaingia hivyo zinakuwa zinaingia hapa. Na yeye yule mtu nilie mjoinisha nilie mshirikisha nikapata $30, na akishirikisha mtu napata $5. Na yeye akishirikisha mtu mwingine tena $5. Iko kama mara 5 hivi. Na sasa vizazi vikiendelea kuna $4, $3, ndio maana unakuwa unaona hapa ni 0.86. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo sasa hizi sasa tunataka tuzizidishe. Na ukimaliza mkataba wako pesa yako anakulipia hapa hapa. Kwa hiyo mabilioni yote unaona yanakuja hapa hapa. Sasa hapa tunataka tuzidishe hizi pesa. Yaani hizi ni kwamba ukitaka kuzichukua unazichukua hapa. Na unazi withdraw, kuna njia mbili za ku withdraw. Unaweza uka withdraw kupitia Binance, au unaweza uka withdraw internal, yani ndani kwa ndani. Unawashirikisha mamemba wako, wanachama wako ambao mko nao, kama wana fedha cash wanakupa na wewe unawapa hizi. Ndio internal withdraw hiyo, ambapo hata $5 unaweza uka withdraw 10, minimum ni $10. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa tunataka tuzidishe hapa. Tuone ni shilingi ngapi hii. $36 ambayo imeingia kama nusu saa iliyopita. Ni nusu saa tu iliyopita. Kwa hiyo hapa zinapita pesa. Kwa hiyo hapa naweza kuja kufika jioni. Unaweza ukaona hapa nafikisha mpaka $200, $300 hivyo. Sasa tunazidisha hapa, hii $36 ni shilingi ngapi, ili tuone watu wengine hawajui. Mara 2,700 change. 2,700. Kwa hiyo hii ni sawa sawa na 99,522 kwa change ya 2,700. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni fedha kiasi gani ambayo tu imeingia tu muda mfupi kama nusu saa. Kwa hiyo hapa tu nitaka niwaonyeshe ndugu zangu, ni hapa nimezidisha ni 99,522 ndio thamani yake. Lakini tukitoka hapo, hebu tuende tuangalie hapa kwenye fund available. Fund available ni $37.86. Alafu tunaenda hapa last deposit. Last deposit hapa ni deposit $102.86. Haya, hapa inakuja last withdraw, haionyeshi. Inaonyesha last inter transfer send. Hiyo hapa nilituma $15. Kila kitu kinakuwa kinaonyeshwa, kila muamala unaonyeshwa hapa. Last inter transfer received $10 nilipokea. Last referral reward $5. Kwa hiyo $5 mwisho, jumla zote ni $36.86. Kwa hiyo hapa nitaka niwaonyeshe hapa, namalizia hapa, tunaenda sehemu ya pili. Hapa ndio maana amesema withdraw fund. Kwa hiyo hizi fedha zenyewe hizi una withdraw bila shida wala bila nini. Kwa hiyo
nitaka niwaonyeshe hapa, tunaenda hatua kwa hatua. Kwa hiyo ngoja niachie hapa kwa video fupi, alafu niende hatua ya pili. Karibuni.